أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ndugu zangu katika iman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, pia kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, naendelea kumshukuru na kumwombea dua mzee wetu Sheikh Abdallah Bawazir kwa utangulizi ambao ameutanguliza. Bila shaka ni lengo la kuzifanya nafsi zetu daima kujikita katika mambo ya kheri, lakini vile vile kukumbuka mambo ya kheri na kujitahidi sana katika watu wenye kuhimizana mambo ya kheri. Allah amlipe kila la kheri mzee wetu Sheikh Abdallah Bawazir kwa uratibu wake huu, lakini pamoja na wote ambao kama alivyowataja wameshiriki katika njia moja au nyingine katika kuhakikisha kwamba darasa hili linaendelea na faida inayotarajiwa inapatikana. Allah wote kila mmoja amjalie kwa kadiri ya nia yake, na Allah jambo hilo kwake ni jepesi na analiweza. Baada ya hapo, ili tuanze darasa letu hili, na kama tulivyokalifishwa na uratibu wa darasa hili, ni vyema tuhusiane, nafsi yangu nanyi ndugu zangu, tuhusiane kuweka nia zetu ziwe safi. Nia zetu tumtakasie Allah subhanahu wa ta'ala, na tuwe na imani kabisa ule muda tunaupoteza katika kuwepo hapa kwa kuacha shughuli zetu nyingine, sisi tutasema tumeupoteza muda, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hapotezi muda wa yoyote anayetenda mema. Allah hapotezi amala amili minkum, mwanamke mwanamume, amali yote unayotenda haipotei kwa Allah. Allah ataiweka na faida yake ni kubwa. Baada ya hapo, pia tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe manufaa ya hichi ambacho tunatarajia kuanza kusikiliza leo mpaka mwisho wa darasa letu hili. Allah atunufaishe, kiongeze chochote kile katika yale tulikuwa tukiyafahamu, na kama tulikuwa tunafahamu basi tuzidishe kama kutilia mkazo tu katika ambayo tunayoyafahamu. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Ndugu zangu katika imani, aya ambayo tunatakiwa leo hii tuizungumzie kuanzia hapo ni aya namba 94 mpaka aya namba 98 kwa mujibu wa utaratibu tuliopangiwa. Na aya hii kwanza niisome, alafu tuwekane sawasawa, halafu tuendelee na darasa letu vizuri. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-aziz, qalu ya dhal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda qala ma makkanni fihi rabbi khair fa'inuni biquwwah aj'al baynakum wa baynahum radma. Na kuendelea, na msomaji wetu amezisoma kwa sauti nzuri kabisa na ziliingia katika akili zetu. Aya inaanza hivyo, lakini hapo inapoanza hiyo, ndaba nianze na maneno mawili matatu katika aya za nyuma. Aya hii inamzungumzia, ama kisa hichi kinamzungumzia mtu mmoja anaitwa Dhul Qarnaini.
Lakini vile vile aya hizi zinawazungumzia hawa watu hawa ambao walikaa au waliishi hapo mahala baina saddaini, na vile vile aya hizi hao ndio watu ambao hasa wanaozungumziwa katika aya hizi. Lakini mazungumzo haya yana faida kwetu sisi. Huyu Dhulqarnaini, kiumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye aliishi katika zama alizoishi hizo, na Allah akampa uwezo mkubwa sana wa kutembelea mashariki ya dunia na kutembelea vile vile magharibi ya dunia, na akatembea hapo mahala ambapo kuna saddaini. Huyu mtu huyu inasemekana ni mtu ambaye aliishi muda mrefu sana, umri wake karibuni miaka 1600 aliishi katika ulimwengu wa Allah huu Subhanahu wa Ta'ala, huyo mtu, na akapewa uwezo huo wa kutembea mashariki na kutembea magharibi na sehemu mbalimbali katika pande za dunia kufikisha dawa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila shaka hapo tunapata kwamba kumbe dharura za watu, kwamba labda yawezekana wakakaa mahala dawa isiwafike, kama vile dharura zinaondoka vile, ikiwa mtu huyu alitumwa mashariki, magharibi na dunia yote alikwenda, maana yake alifikisha, na maana ujumbe watu uliwafika, na hao waliofundishwa ujumbe huko walibaki nao na ilitakiwa waendelee nao. Kwa hiyo udhuru hakuna kwamba dawa hazijatufikia. Lakini vile vile kinachozungumzwa katika darasa letu hili ni hawa watu ambao aliwakuta hapo mahala baina saddaini. Tutaieleza katika tafsiri. Mahala aliwakuta watu hao wakawa na shida, wana matatizo ya kwamba kuna watu fulani ambao wanajulikana kwa jina maarufu ni Yaajuj wa Maajuj. Haya majina jinsi yalivyo, watu wengine hufanya maskhara katika kutaja. Hapana, usifanye maskhara. Hawa ni watu, ni kaumu katika vizazi vya Nabiyullahi Adam, wameishi duniani hapa na walikuwa na mambo yao ya ajabu tukihadithiwa katika vitabu. Wakiingia mahala hapo basi wanafanya ufisadi mkubwa, wanakula kila kitu mpaka vikombe na masahani wanakula hao watu hao. Wakiingia mahala ufisadi wao ni mkubwa, sio ufisadi wa kawaida. Ya Yajuj wa Maajuj, hatusemi eti ni watu wawili, hapana. Huu ni ukoo, ni nasli, ni kizazi kilikuwepo. Hawa tunawazungumzia hawa bana na mambo yao. Halafu na hawa wengine wanaosaidiwa, waliotaka msaada kwa huyu Dhulqarnaini awasaidie kutokana na matatizo wanayoyapata na adha wanazozipata kutoka kwa hao Yaajuja wa Maajuja. Angalia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatizo lipo, Allah anamleta mtu wa kuja kutatua tatizo, na Allah amejalia wenye matatizo, halafu na tatizo litatuliwe namna gani. Hii ndiyo Qur'ani inatufundisha, inatufundisha mambo mengi sana. Sasa baada ya kuelewa hilo, tuseme kwamba huyo bwana ndio kaishafika, Dhulqarnain kaishafika hapo baina saddaini. Saddaini ni nini? Saddaini wanatuambia, kwa wale wasomaji wataweka alama, saddaini ni milima miwili, mmoja uko kule na mwingine uko kule. Hii ndio saddaini. Na hii saddaini hapa mahala walipokutwa hawa watu, katikati ya milima miwili ile palikuwa pana thaghra, yani thaghra, pana tundu ama pana uwazi, na huo uwazi ndio alikuwa wakipita hao Yaajuj wa Maajuj kuwa kwa hao watu ili kuja kuwadhuru. Tunaambiwa ni katika biladi Turki. Hatusemi Turki maana ndio Uturuki ya leo hiyo, lakini ni katika maeneo hayo, biladi Turki, katika maeneo hayo ndio kisa hichi kilitokea. Walipatikana hawa watu waliokuwa upande wa pili, na upande mwingine ndio kuna Yaajuj na Maajuj kikoo hicho, na katikati kuna milima miwili, halafu kuna upenyo kati ya milima miwili. Walipokuwa wakipita Yaajuj wa Maajuj kuja kwa hawa Aturki, watu wa huku, kuja kuwafanyia madhara na adha kubwa kweli kweli.
wanapoingia wale watu hukimbia kweli kweli, sababu hao vurugu lao ni kubwa, hawaachi kitu hao. Hata wale panyarodi wale hawawezi hao Yajuj na Majuj, watu ambao Allah ameumba katika dunia hii. Sasa hii Saddaini tumesema ni milima miwili. Yule bwana amefika hapo Dhulqarnain. Alipofika hapo sasa ndio akawakuta hao watu. Hao waliowakuta kwa mujibu wa Qur'ani kwa nasema kwamba alikuta min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla, akawakuta watu hata kuzungumza hawaelewi, hawajui wazungumze. Wanasema hii hawajui kuzungumza ni ile istijamu, yani watu ni maajam, yani lugha wanayozungumza haieleweki. Naona walikaa wako mbali na watu, wanakimbia matatizo. Kwa hiyo hata mazungumzo na watu wengine kwao ilikuwa ni matatizo. Amewakuta watu wana matatizo hayo, kuzungumza kwao tatizo, wamekaa mbali na watu, yanawafika ni madhila, na wanataraji Mwenyezi Mungu aje wasaidie. Wanasaidiwa vipi? Hawajui. Allah kawajalia, amekuja huyo bwana anawakuta watu wa namna hiyo. Sasa hapo ndio aya zinaanza tafsiri yake. Allah anasema hivi, qalu, wakasema hao watu waliokutwa hapo na Dhulqarnaini, qalu, walisema watu hao, ya Dhulqarnaini, ya Dhulqarnaini, ewe mwenye Qarnain. Inasemwa hii Qarnaini katika kauli za wanazuoni kwamba alikuwa na mapembe mawili. Kuna moja ya kauli kwamba alikuwa na nini, ana mapembe mawili ya shaba huyo mtu, yani kama ameyavaa au vipi, Allahu a'lam, lakini hivyo. Kwa hiyo walimuita hivyo. Utaniuliza kwamba walijuaje kwamba jina lake ndio hilo? Hapana, wao waliona alama aliyokuwa nayo, ana vitu kama nini, kama mapembe, ndio akamuita ya Dhulqarnain. Ewe bwana, wewe una mfano huo, sifa yako kama umebeba mapembe mawili, tunakukusudia wewe. Mnasemaje? Akawaambia inna ya ajuja wakamwambia inna ya ajuja wa maajuja mufsiduna fil ardi, hakika hii koo ya Yajuj Majuj, Yajuj na ukoo wa Majuj, koo haya hawa watu mufsiduna fil ardi, wanafanya ufisadi ardhini, wanafanya maharibifu hapa ardhini, ni watu wabaya wachafu watu hao. Sasa fahal naj'alu laka, hivi tukupatie mtu wewe, fahal, hivi, naj'alu laka, tukupatie wewe, kharjan maana yake ni ajran, malipo. Kharjan maana yake malipo, sawa. Sasa je, tukupatie malipo, ajran, malipo, ala an taj'ala, kwa mkabala wa wewe ufanye, ala an taj'ala, ili wewe ufanye, ala an taj'ala, ili wewe ufanye, bainana, kati yetu sisi, wa bainahum, na kati yao hao ya ajuja wa maajuja, sadda, ufanye nini? Ufanye kiziwizi. Sababu ndio shida yao ilikuwa ni kiziwizi, wale watu wasije, hatujui sisi kiziwizi kinafanywaje. Sasa wewe tunakuomba utufanyie hivyo, lakini kwa kazi hiyo tuko tayari tukupe ajra, ndio nini, kharja, tukupe malipo, ili ufanye kati yetu sisi na kati yao hao mabwana, sadda, kiziwizi. Sadda maana yake ni kiziwizi, sawa. Dhulqarnain amewasikiliza, akawaeleza hivi, qala, kwa mujibu wa aya, qala, alisema, alinena Dhulqarnaini, ma makanni fihi rabbi, mambo ambayo, makanni, ameniwezesha, makanni, ameniwezesha, fihi, kwayo, rabbi, mola wangu, khair, ni bora zaidi kuliko nini, kuliko pesa mnazonitajia mimi. Majibu yake yanakwenda kulingana na swali lao. Wametaka awasaidie, lakini kwa mukabili wampe nini? Wampe pesa. Yeye akawaambia hapana, kheri au ujuzi na uwezo niliopewa bure bila ya gharama na Allah subhanahu wa ta'ala ni bora zaidi kuliko hilo mtakalonipa nini pesa zenu hizo. Hizo zina nini pesa zenu hizo?
Mimi Allah amenipa ujuzi bure, sikutoa pesa, sikufanya chochote. Allah amenitunuku tu, mimi nina uwezo wa kufanya mambo mazito mazito, makubwa makubwa. Sasa vipi tena eti na mimi badala ya kutumia ujuzi wangu ni kusaidieni nyinyi na mna shida, na shida yenu nimeshaielewa, leo mimi nichukue pesa zenu? Akaona kwamba hakuna haja kuchukua pesa zao. Mnaelewa tu hapa kuna darasa ndani yake linapatikana hapa. Kuna nini? Kuna darasa linapatikana. Sasa akamwambia yale alioniwezesha mimi kwayo Rabbi Mola wangu khairu, ni bora. Sasa la kufanya, fa'inuni biquwa, fa'inuni biquwa, nisaidieni nyinyi biquwa, kwa kutumia nguvu. Ninachohitaji mimi ni nguvu zenu nyinyi katika kuendea hilo ambalo ninyi mnalitaka. Nisaidieni nguvu zenu. Kama ni ujuzi, ni vipi tufanye ili tuweke kiziwizi pale? Mimi ujuzi huo ninao, material ya kuyatumia mpaka tuweke kiziwizi pale, mimi ninayo material hayo na utaalamu nao, lakini utaalamu huu unahitaji nguvu. Tunahitaji nguvu, tutabeba namna hii. Hii ndio anasema ni mambo yale shirikishi. Qur'ani inafundisha mambo nini? Mambo shirikishi. Sawa, sio kwamba kila mmoja eti hawezi kitu, haiwezekani. Kila mmoja katika sisi ana uwezo na anaweza kila mmoja, lakini je, uwezo wako unaujua? Na uwezo wako utautumia vipi? Huyu na utaalamu wake, yeye ni mtaalamu, hawa hawajui hayo, lakini anawaambia nisaidieni mimi. Yani wao wamsaidia yeye kwa kutumia nini? Kuwa nguvu, hata ya kubeba jiwe. Muislamu huna nguvu ya kubeba jiwe kusogeza. Muislamu huwezi ukajenga msikiti huu ukachukua nondo ukaisogeza kwa fundi. Muislamu huwezi kubeba kokoto ukasogeza pale, hata hilo huwezi. Tuajabu sana. Kwa hiyo tunajifunza na Qur'ani jambo kama hilo. Aliwaambia fa'inuni, nisaidieni mimi, biquwwatin, kwa kutumia nguvu. Ikiwa hivyo, aj'al bainakum, nitafanya bainakum, kati yenu nyinyi, wa bainahum, na kati ya hao watu ambao wanayokusumbueni, radma, nitafanya radma. Radma ni nini? Wasomaji andikeni, radma ni jidara, ukuta, ndio radma, ukuta, au useme hajiza, kiziwizi, nayo ni radma, ambacho ni hajizan hasinan muwathaqa, ni kiziwizi chenye nguvu, muwathaka, kimekuwa barabara kweli kweli. Kwa sababu unapotatua jambo litatue barabara. Ndipo tunafundishwa Waislamu namna hiyo, inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Haya ni mafundisho ya Mtume. Allah anampenda mmoja wenu anapofanya kazi yake, an yutqinahu, aifanye barabara. Sasa huyu bwana aliwaambia radma, hii neno radma hii lina maana ya kwamba ni ukuta, ngome yenye nguvu, tena barabara kweli kweli. Kwa sababu hapa tuna tatizo kubwa la watu wana nguvu, wakija wanakula kila kitu. Sasa ukijenga pale ngome au kizuizi legelege, maana yake nini? Wale wanasukuma tu, wale kwa wanasukuma naingia. Sasa itakiwa radma, maki radma ni ile concrete, ndio inatakiwa ifanyike pale, hata wakija hao wapate kazi ya kuweza kubomoa na kuvuka. Tuko pamoja hivyo? Haya ndio mafundisho ya Qur'an na namna hiyo. Akaanza kuwaeleza, wameambiwa wamsaidie kwa nguvu, na akawaambia nini tutakachokifanya, ambacho ni kuweka hicho kizuizi, ile sehemu ambayo ni baina as-saddaini, kati ya nini? Ya milima miwili. Pale ndio pana uwazi wanaopita. Sasa hapa kati ya milima miwili iliyokuwa pembeni ndio nataka tuweke nini? Hilo zege na concrete tuliweke hapo. Sasa alivyowaambia, baada akawaambia atuni nileteni, atuni nipeni, zubara alhadid. Zubara alhadid, zubara ni nini? Zubara ni kitwa, vipande, kitwa, vipande. Kusema zubara alhadid ni kitwa alhadid, yani vipande vya nini? Vya chuma, vipande vya chuma. Leo tutasema vipande vya nondo, sawa? Ndio zubara ni vipande. Aliwaambia atuni nileteeni zubara alhadid, vipande vya chuma. Na kweli wale mbona wakamletea vipande hivyo. Na Kiarabu, lugha ya Kiarabu ina ufasaha wake. Maneno haya hayaendi hivi hivi tu, hapana. Zubara wanasema azubra, Kiarabu azubra,
maana yake ni alqit'atul kabira, ni kipande kikubwa. Usiambie wewe niletee zubar alhadid ukaenda ukaniletea kijinondo cha namna hii. Wewe hujui Kiarabu bwana wewe, sawa? Anayejua Kiarabu akiambiwa niletee zubar alhadid, basi inabidi ahangaike kidogo akatafute taruma lile la reli lile ndo alibebe, mpaka ndo zubara, ni kipande kikubwa kina nguvu. Au kama nyinondo ni ile milimita 20 kubwa ile, yani ni kitu kikubwa, ndio maana zubara. Na hilo ibara za Qur'ani inazungumza vitu ambavyo ni vikubwa vikubwa. Aliwaambia atuni, nileteeni zubar alhadidi, vipande vingi sana vikubwa vikubwa vya chuma. Haya, akaletewa yule bwana, akasema hata idha sawa baina sadafaini. Baada ya kuletewa sasa, baada ya kuletewa vya vipande na vitu vingine, hata idha sawa baina sadafaini, mpaka pale alipokuwa ameweka sawa sawa, amesawazisha baina sadafaini, kati ya pande mbili za milima, pande mbili za mlima na mlima, pande mbili za mlima. Yani kaweka nini? Kaweka sawa. Kwa leo mngesema ameweka pima maji, sawa? Ukisema sawa, kuweka sawa sawa, kwa lugha leo ukachukua pima maji, mlima huu hapa na mlima huu uko hapa, kaweka sasa hapa. Ukiweka hapa kitu kinakaa sawa sawa. Ndivyo alivyofanya, hata mpaka idha sawa, alipoweka sawa sawa na kusawazisha baina sadafaini, kati ya pande mbili. Aswadafaini ni pande mbili za milima ambayo ilikuwa ni pande zinazotazamana, yatakabalani, zinatazamana namna hii, pande hii inatazama pande ile. Sasa alivyoweka sawa sawa kati ya pande mbili, qala, alisema hivi, infukhu, maana yake infukhu, unfukhu, pulizeni, unfukhu, pulizeni. Pulizeni nini? Unfukhu fil hadidi, yani pulizeni katika chuma. Maana yake hichi ni chuma, na kama ni chuma kinatakiwa kifanye nini? Kipatikane na madini mengine ili kiweze kuyayushwa, kiyayuke, halafu kishikamane, kiweze kumiminwa mahala kama tunafanya zege, halafu kiwe imara. Hasa aliwaambia infukhu. Unaposema infukhu, unajua kwamba paliwashwa moto, sawa? Paliwashwa moto, katika taratibu zao wanazijua wenyewe. Watu wakaanza kuwa wanafanya kazi ya kupuliza ule moto ili kile chuma kiweze kulainika na kile chuma kiweze kuwa madhubuti na kadhalika. Alisema mfukhu, pulizeni, hata idha jaalahu nara, mpaka kile kinachopulizwa, hata mpaka idha jaalahu nara, kilipojaliwa kile kinachopulizwa, ay almanfukhu fihi, kile kinachopuliziwa. Allah apokijalia kwamba kimeyayuka na moto, kimepatwa na moto, qala, alisema atuni, nileteeni tena, ufrigh alaihi, ni mimine juu yake, qitra ni shaba nuhas, shaba iliyoyayushwa. Huu ndio utaratibu aliotumia huyu bwana, huyu Dhulqarnain. Tunaambiwa ni kwamba huyu bwana alichimba msingi pale mahala, alichimba msingi aliochimba, alikwenda mpaka chini, akafikia maji huko chini. Baada ya hapo maji, akachukua mawe makubwa, ndo akajali, ndio mchanganyo wake. Alichukua mawe makubwa akayaweka katika msingi ule, halafu akachukua na shaba iliyoyayushwa, an-nuhasul mudhab. Alichukua shaba iliyoyayushwa ile bwana. Sasa alivyoyayusha ile chuma ile, ndio akaja akaimimina katika chuma nacho kilichoyayushwa na moto. Chuma kilipulizwa na moto, shaba imeyayushwa tayari, chuma kikapuliziwa moto, chuma kinalegalega, halafu ikaja ikamiminwa nini? Shaba iliyofanya nini? Shaba iliyoyayuka ikamiminwa pale. Ndipo sasa mchanganyiko huu basi pale mahala pakawa ni mfano wa nini? Wa jabalan swalda, ukawa ni mlima mgumu. Jabalan swalda ni mlima mgumu, huko chini kuna mawe,
huko juu kuna nondo, na huko juu tayari kaweka hizo vyuma. Baada ya vyuma kachukua na shaba iliyoyayushwa, halafu ndio kaja kamimina. Kwa hiyo chini ni imara na huku juu ni imara. Hiyo ndio kazi iliyofanyika aliyoifanya huyu Dhulqarnaini. Nasema kama tusome, alisema atuni zubara alhadid, nileteeni vipande vya chuma. Hata idha sawa, mpaka aliposawazisha yule bwana, baina sadafaini, kati ya pande mbili, janibai yani jambai jabalaini, pande mbili za milima zile. Alipokuwa ameweka sawa, qala, alisema umfukhu, pulizeni. Ndio zile nguvu alizihitaji. Na watu wa zamani walikuwa na mambo yao puliza, walikuwa na viriba vyao vile wanapuliza, wana mambo yao wanafanya wenyewe, unatoka hewa kule, basi ile moto unafanya nini? Moto unawaka. Aliwaambia wapuliza, wakapuliza. Akasema hata idha jaalahu nara, mpaka alivyojalia sasa vile chuma kimepata moto, kinachopulizwa kimepata moto, ndio chuma. Shaba imeshayayushwa tayari. Qala, alisema atuni, sasa nileteeni ile nini, nileteeni ile qitra, ndio yani zile shaba, afrigh alaihi qitra, ili nimimine juu yake sasa ile shaba iliyoyayuka. Wanatuambia wenyewe katika maneno haya ya kilugha, ni kana kwamba takdiri ya maneno haya kwa vijana, kwa wale wasomaji, anasema takdiri yake atuni qitran ufrigh alaihi qitra, atuni qitran, nileteeni ile shaba iliyoyayushwa, ufrigh alaihi, ili ni mimine, asubu, ufrigh manake asubu, ni mimine, alaihi, juu yake, qitra, ile shaba yenyewe. Lakini hapa hudhifa al-awwal, ile qitra ya kwanza hapa katika siyaki ya Qur'ani imeondolewa, lidalalati thani alaihi, kwa dalili ya kwamba hii kutaja mara ya pili ni dalili kwamba alichokiomba nileteeni ilikuwa nini? Ni shaba iliyoyayushwa, kwa sababu alisema ni mimine shaba, maana yake aliomba apewe shaba. Hii ni masala ya kilugha ya Kiarabu, wanasema hivyo katika mtiririko wa maneno. Kifupi, alifanya hayo na Allah akajalia mambo yakaenda kuwa mazuri. Baada ya hapo anasema Dhulqarnain, anasema Allah katika Qur'an, famasta'u an yadhharuhu, famasta'u an yadhharuhu, wale watu wale hawakuweza kupenya baada ya kazi hiyo kufanyika, Yaajuj na Maajuj, famasta'u, hawakuweza an yadhharuhu, ay ya'luhu, yani kupita juu yake, hawakuweza kupita juu baada ya kuzuiliwa namna hiyo. Wa mastata'u lahu naqba, na wala hawakuweza lahu, kwenye mlima ule au kwenye zege lile, naqba, kutoboa. Ukisema katika maneno ya Qur'ani yalivyokuwa mazuri, famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Kwa nini maneno yanakuja namna hii? Hapa kuna kazi mbili. Kazi ya kwanza, ima wale wapite kuwafata wale watu, ima wapite njia ya nini, ya chini. Tunakubaliana jamani? Njia ya chini, waje pale wafukue chini, afu wafanye nini, wapite waje kwa hawa watu kuwadhuru. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili, waje ima wavunje ule ukuta na kuupanda wafike upande wa pili. Ilikuwa ni njia mbili tu wanaweza kuzifanya wale watu. Sasa Allah anasema na Qur'ani hawakuweza njia zote mbili. Kwa sababu gani? Uimara ulifanyika chini na uimara ulifanyika juu. Kama tulivyosema, alifukua msingi unakwenda mpaka pata maji huko chini huko, ndio zege lake au msingi wake ukaanzia huko, na umemiminwa kweli kweli ukaja mpaka usawa wa ardhi. Baadaye juu tena akapeleka huko juu tena, ukubwa wa milima hile ambayo ni juu kweli kweli, na kamimina kweli kweli. Kwa hiyo Allah anasema famasta'u, hawakuweza, an yadhharuhu, kupanda, an ya'luhu, kupitia juu ule mlima, wa mastata'u, na wala hawakuweza, lahu naqba, ule mlima kufanya nini, kutoboa chini, na kuweza kupanda wapi, kupanda juu. Na hapa katika masala ya kilugha ni jambo zuri la kuelewa. Amesema famasta'u, afu akasema wa mastata'u. Hii famasta'u ya mwanzo ni kwamba kuna te asli, famastata'u, kama ya pili unavyoenda ya pili, sawa. Lakini hapa ile ta'u hudhifa, imeondolewa lilkhifa, ili kuweka wepesi tu, kwa sababu at-ta'u wa ta'u ni kwamba makharaji yake yanafanana, sawa.
te na te, yani hapo yanakaribiana makharaji yake. Kwa hiyo mwanzo ile te imetolewa badala ya kuwa famastatau, amesema Allah famastatau. Hiyo ni katika ubalagha na uzuri na ubora wa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo te imeondolewa lilkhifa, kwa sababu ya kupunguza mambo tu, na tumesema yadhharuhu yaaluhu, na nakba tumesema ni kutoboa. Kwa hiyo wakawa hawana hila ya kupanda juu na wana hila ya kuweza kupita chini. Haya ndio yaliyotokea katika kisa hichi ambacho cha huyu Dhulqarnaini na msaada wa hawa watu ambao waliokuwa wakidhuriwa na hawa watu ambao ni Yajuj na Majuj. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, qala alisema, alinena huyo Dhulqarnain baada ya zoezi hili kuisha. Kwa kawaida tunajua mtu anayekufanyia jambo la kheri, basi sifa zote utampa yeye. Umeeleka vizuri? Huyu bana, huyu la hatari sana, bila huyu, ndio kaida binadamu tulivyo. Lakini watu wanaofanya kheri huwa wanakuwa na mubadara, huwa wanafanya haraka sana kuogopa ria, kuogopa ujubu, kuogopa kuonekana kwamba wao ndio wanajua. Huwa wanakimbia sana kuziwia hili. Ikiwa mtu hapendi kuziwia, anapojua kusifiwa sana, alafu anakaribisha tu vile, hii ni hatari ndugu zangu, ni hatari hii. Unaposifiwa sana afu unaona unapokea zile sifa, hatari yake ni nini? Hatari yake iko siku utajiona kwamba wewe ndio bora kuliko watu wengine wote. Jambo litakupelekea kwenye kibri, litakupelekea kwenye ujubi, litakupelekea kwenye riaa. Matokeo yake utapoteza amali zako zote. Huyu bwana aliwastukia. Hili ni darasa lingine tunajifunza hapa. Walipoanza kumsifu baada ya kuona kazi nzuri, akawawahi akasemaje? Aya hii inasema qala, alinena Dhulqarnain, haya yote tuliyoyafanya, ishara ya kazi ile. Kazi hii tuliyoifanya, rahmatun min rabbi, hii ni huruma kutoka kwa nani? Kwa Mola wangu. Sio mimi ndio mjanja, sio mimi ni mjuzi, bali mimi kuijua mipango ya kufanya hivi ni huruma ya Allah. Tujalie Allah angekataa kunipa ujuzi huo, ningeweza mimi? Kwa ile fadhila amerudisha kwa nani? Kwa Allah, kana kwamba anawaambia jambo zuri limetokea hili, mshukuruni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Umeleka vizuri? Mshukuruni Allah kwanza. Hatukatai kumshukuru mtu aliyokufanyia kheri, haikatazwi, lakini usijisahau kwamba ukadhania kwamba kheri zote zipo kwa huyo aliyokufanyia. Hapana, sema kwamba tunakushukuru, hatukatai, tunakushukuru, umefanya jambo la kheri, Allah akulipe. Lakini kumshukuru ni nani? Ni Allah, sababu huyo Allah ndio akamwezesha huyo mtu na kumpa imani na kumwezesha awezi kufanyia jambo hilo. Sasa yote yarejesha kwa nani? Kwa Allah. Yule bwana akasema qala, alinena hadha rahmatun min rabbi, hii niliyofanya ni huruma na ni rehema kutoka kwa Mola wangu. Sasa jamani, lakini mjue, msidhanie kwamba ndio mwisho. Fa idha jaa wa'du rabbi, patakapokuja wa'du rabbi, ahadi ya Mola wangu. Hichi ni kiumbe tu kama viumbe vingine tumetengeneza hapa, lakini Allah akitaka kesho kivunjike, kitafanya nini? Kinavunjika. Msikata hapo bana, ndio mwisho hapa. Hapana, tunakosea. Usiseme hivyo. Huyu aliwaambia pamoja na ubora tulivyojenga, fa idha jaa wa'du rabbi, utakapokuja ahadi ya Mola wangu, kuna kiyama kitakuja, itakuwa ni dakka. Wote mnafahamu, tunasoma hivyo, sawa? Ardhi itakuwa ni dakka, itagongwa. Ahadi ya Allah itakapokuja, jaalahu dakka. Allah atajalia hii hapa dakka ni yenye kutobolewa, ni yenye kuvunjika, itavunjika tu. Ahadi ya Allah ikija, wa kana wa'du rabbi haqqan, na imekuwa ahadi ya Mola wangu ni ya kweli. Hii maana yake alikuwa na wafunga wajue kwamba tumefanya, lakini sio mwisho, bali kuna siku ya mwisho. Ninyi, mimi, ukuta nao Majuji wote wataondoka, na dunia nzima itafanya nini? Itaondoka, kurejeshwa kwa nani? Kwa Rabbul Izzati wal Jalal. Aliwaambia namna mapema wajue hivyo kwamba pale sio kama ndio mwisho wa matatizo. Allah wakati wote akitaka anaweza akaondoa kutoa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo mambo ambayo ni baadhi ya aya chache tumezisoma hizi kama aya 4-5 ili kutuanza kutuweka sawa katika kisa cha nani? Cha hawa Yajuj na Majuj, na vile vile msaada uliotokea kwa hawa watu wa As-Saddaini, watu waliokuwa katika milima miwili Atrak,
na vile huyu Dhul Qarnaini. Nadhani ndugu zangu, tumeona hii Qur'ani ina mafunzo mengi hapa tunazungumza, lakini kama utaanza kutulia peke yako na nafsi yako, kuna mafunzo mengi sana tunafundishwa sisi ndani ya Qur'ani ili tuwe watu wema. Tumeona hapa umuhimu wa kufanya nini, wa kusaidiana, kwa sawa, na thawabu zake ni nyingi sana, sawa. Vile vile tumeona kukiri neema za Allah, tumeona umuhimu wa kukiri neema za Allah. Unapofanya jambo zuri, rudisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile tumejifunza hapa kwamba mwanadamu ni dhaifu mwanadamu ni dhaifu, peke yake hawezi kufanya jambo, ni mpaka tusaidiane. Imeeleka vizuri, tumeona kwa kisa hichi hapa. Lakini vile vile tumeona kwamba ni muhimu sana kujifunza kuwa na ujuzi mbalimbali. Utapotakiwa kusaidia jambo, basi uwe na ujuzi fulani utakaoweza kuutumia ili kusaidia na kutatua mambo yetu ya Kiislamu. Uislamu na mambo mengi sana yanahitaji utatuzi. Sasa kila Muislamu katika kisa kama hichi awe makini. Huyu bwana alivamiwa tu, kuona tu watakuwa anatufaa. Sasa shekhe, na wewe chukua hadhari. Unaweza kwenda mahala popote pale, chukua hadhari Muislamu, ndugu yangu, na mimi vile vile, na shekhe vile vile. Kwa sababu unafika mahala pale ukatakiwa utatue jambo. Sasa mimi bana, unajua mimi bana, sasa hapa si itakuwa vipi? Hapana, inaweka vizuri. Hata kama huwezi makubwa, lakini kwa visa kama hivi jiandae, kile ambacho ni kidogo ulichokuwa nacho basi ukitoe pale pale. Imeeleka vizuri. Kwa hiyo ni muhimu Waislamu kuwa na ujuzi mbalimbali, na tumeona ujuzi uliotumika hapa na mambo yakawa mazuri. Allah atuwafikishe ndugu zangu katika imani. Allah tujalie tunufaike na Qur'an, tusikilize visa vya Qur'an, lakini tujifunze yaliyoko ndani ya Qur'an, na huu ni mwezi wa Qur'an. Allah atuwafikishe, atakabali amali zetu, awasamehe wazee wetu waliotangulia mbele ya haki, waanzilishi wa darasa letu hili, na wote ambao ni wasikilizaji wa darasa hili waliokuwepo na wasikilizaji wa darasa hili walioko hivi sasa, wote Allah atakabali ibada zetu hizi na azipokee na azitie katika mizani ya mema yetu siku ya Kiyama. Aqulu ma tasma'un, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.